Mama, unafariki kwa kaburi la baba? Tena na huyu mnafiki, mtoto ambaye hata aliyekufa hapa hakutakata kumuona. Unanikosea sana mama. Na hili haliko sawa hata kidogo. Yaani unakuja na huyu mtoto ambaye aliyezikwa hapa hakutakata kumuona kwenye macho yake. Eti umekuja kumwombea msamaha mama. Mama, kwa nini unakuwa hivyo? Sauda, unanikosea sana. Unavyoongea na mimi, uwe na mipaka Sauda. Lakini pia mheshimu baba yako aliyelala. Mama, siwezi kuwa na hiyo heshima kwa namna unavyotaka wewe. Yaani ni bora nikaonekana tofauti kabisa kuliko kuendelea kufumbia macho upumbavu na ujinga unaoendelea hapa. Yaani mama, najua hata baba angekuwa hai asingekubali kuliona hili litokee. Mama, yaani unakubali kumkumbatia mtu ambaye ni mnafiki na msaliti wa familia yetu? Hapana mama, hili haliwezi kuisha. Haliwezi mama. Sauda. Sauda. Mwache mwanangu. Achana naye. Mume wangu, unaona binti yako anayafanya? Mtoto kwa mama, mtoto kwa baba. Kosa si kosa, kosa kurudia kosa, naomba nisamehe. Sina kimbilio zaidi ya nyumbani, mambo yakizidi upeo narudisha. Hivi umekuwaje wewe binti? Mbona umekuwa na ngumu namna hiyo? Hivi unajua ni jinsi gani nilivyokulia kwa shida? Unajua ni mangapi nimepitia kuhusiana na wewe? Alafu leo umekuwa mkubwa. Unaongea mambo ya hovyo kule kwenye kaburi la baba yako. Si ndio? Mama, kosa langu hapa ni nini? Kosa langu mimi ni kusema ukweli mama. Yaani nikizungumza ukweli ndio nafanya makosa mama. Ukweli gani uliozungumza? Wewe mtoto unijui sasa hivi. Nakupa laana. Sijui unanielewa? Sasa ngoja nivumilie, mimi nimechoka kabisa mtoto. Mama muache. Hamna, amezidi sana. Muache mama, achana naye huyu. Amezidi huyu. Muache tu. Mtoto amekuwa mbaya, mtoto amekuwa na roho ngumu kama shetani. Wewe roho gani ipo una mbaya namna hiyo? Sikutegemea kama una roho mbaya kiasi hicho hapa. Usituangalie hivyo sisi. Unaona jinsi kilifu wewe mtoto wewe. Achana naye mama, punguza jazba. Jamani, haka katoto kabaya sana roho waka. Habari yako bwana? Salama blaza. Kuna mtu mmoja anaitwa Twizi, nilikuwa namuulizia. Alikuwa anakaa chumba hiki cha kwanza hapa. Nimegonga sana bila mafanikio. Twizi.
bro anaoka hapa mwenye matatu. Huyo mstaarabu fulani hivi. Ndio mwenyewe. Aha. Mimi nilisikia tu kahama hapa. Yaani hakai kabisa kwenye mtaa. Na alikuhamia pia sikufahamu. Ila kuna rafiki yake anaitwa Njenje, mmiliki wa hiki chumba. Anakaa hapo. Kuna miti mingi hivi. Anaitwa Njenje. Huyo Njenje nampateje? Njenje anaishi mtaa wa pili. Mtaa wa pili. Utaulizia mtaa, utapita hapo kwa mbele kidogo. Kuna miti mingi. Huyo anaishi hapo. Asante bwana. Shukrani. Samahani bosi, usipende kubishana na mama. Mama atakupa lasi. Lasi ya mama inauma, sio msuli. Bosi wangu nakusauli, bosi, usigombane na mama, utapata lasi. Hapana, hawezi kunifanyia mimi hivi. Na yote chanzo ni Mai. Yaani hapo mwanzo nilikuwa naishi vizuri tu na mama yangu. Mai alivyokuja hapa ndani ndio amesababisha mimi na mama hatuelewani. Hapana, siwezi kukubali. Lakini kumbuka wahenga walisema hasira sana utakuja kugharimu. Hasira, kutumia sana hasira utaweza kufanya kitu kubwa, halafu utashindwa kujikontrol. Tuliza akili bosi wangu. Mai, siwezi kumwacha salama Mai. Yeye ndio chanzo cha mimi kugombana na mama yangu. Lazima nimuonyeshe Mai. Siwezi kukubali. Hapana. Lakini ukitumia hasira hivyo, itakuja siku utakuta wewe unakuja kumtoboa mtoto wako kisu. Utasema kama wewe ndo tayari umesababisha, kumbe kuna shetani. Shetani ukimletea Musa anaingilia kati, anatoboa yeye, wewe upo pembeni, yeye ndo anatoboa. Tuliza akili bosi wangu na kueleza. Tuliza akili. Samahani, lakini kama atakuwa nakukosea, sije kusema mimi na makosa kwa kweli. Kama nakosea atasamehe kiumbe wa watu, nakushauri tu. Kwa maana mimi huwaga sipendi kuongea na watu. Napenda tuongee, tuelewane. Mzee wa Nongwa. Taingia humo ndani kuchukua kila kitu. Sasa hapo ukitaka uone mimi ndio ile vita ya kwanza maji. Utambue historia yangu kwa kwenye kitabu huko Bagamoyo. Sasa wewe ndio unaipata kichwani. Kama unaweza ingia ndani. Kama wewe ni kichaa, ukichaa wako peleka Milembe. Mimi nimekuja kukomesha watu kama nyinyi. Umeona hiki kibuyu? Nikipuliza chapu unabadilika kuwa vumbi hapo. Acha bwana mambo yako bwana. Lakini mimi sijaongea hivyo. Hata mimi kwenye mafunzo yangu kunifuatilia nyuma Google huko, sijafundishwa ninja na shogoshugi. Aliniambia mimi nikifundisha ninja na uchawi juu utakuwa kivingine. Sijafundishwa, lakini usiingie ndani ndugu yangu. Subiri sasa nikupe information nzima, yani ambayo mimi hata mguu wangu ule kutoka kwenda huko. Yani information yangu mimi, unajua nilikuwa nacheza muda wote pale. Yani nilikuwa kama naongea, lakini information. Kuna mjomba wangu mimi, sisi nyumbani kwetu tumezaliwa 12. Sisi tumezaliwa 12, lakini wafanikiwa wawili. Mimi na kakaangu. Yuko huko wapi? Amerika huko kusini huko. Sasa hapa juzi kati kulitokea mafuriko Marekani huko. Unaona? Juzi alionyesha ITV hapa, walionyesha tukia mafuriko. Hivyo tukia mafuriko, sasa yule mimi mjomba wangu ule. Mjomba wangu akaanza kusanya magari yale alikuwa anaenda anateketea tu kwenye maji tu. Wale BMW, unajua wale mabeba kenyewe kina likirosi. Sasa mjomba wangu yote akakusanya akaeka sebreni. Kwa hiyo akakaa akaenda akauza scraper kwa wenzetu. Akauza scraper. Kila gari akanauza 500,000 bei sana tu. 500,000 mimi baki 500,000 nini 500,000. Sasa kaniambia hii gari moja uliuza 500,000 na kutumia hela. Shilingi ngapi? 500,000. Sio 500,000 ambayo atanitumia mimi. Yako 500,000. Wewe mzee wa Nongwa wewe. Mimi nakujua wewe muongo. Wewe mgaigai sana. Hiyo hela utaipata wapi wewe? Na kuahidi ndugu yangu, niamini. Nipe squeeze.
5 napata. Eti 5 je nakuzidishia mpaka napagawa ujue. 3 tusipagawe hapo. Kama unaongea kitu cha maana, hadi lungu limekuwa zito. Unaona? Hela kubwa hiyo. Lazima lungu lione zito na lungu unabadilisha na FM zako kama utumbo hivi. Ngoja mimi niende bwana. Nenda tu. Nakutakia heri bwana, uipate hiyo pesa. Haya. Ovyo. Nikae mimi nikupela Mwage watu vipaa kata kwa jongezi. Yaani mtopoka hapa achichi. Ovyo. Kwenda huko. Bandu mafi. Kitego. Huyu mwanangu hajui kama hichi kijiji cha hatari sana sasa hivi. Kina matatizo mengi. Kwa nini anajiamini hivi kutembea ovyo? Nilichokutana nacho mimi angejua huko. Kila siku nakutana na mabalaa. Kenda wapi sasa? Akikutana na mabalaa huko. Kitego. Yule binti sijui alikuwa na maana gani. Alinitisha sana kunielezea eti nyumbani kwangu ni kuzito sana. Nasikitika sana. Kuzito ana maana gani? Nitakuja nyumbani kwako, nahitaji kufika nyumbani kwako. Nikamwambia hauwezi kufika. Laiti angekuwepo Kitego ningemwelezea yalionikuta. Hawezi kufika hapa. Hii ni nyumba ya ibada. Hii nyumba tukufu, takatifu. Anawezaje kufika mtu kama yule? Alafu ananiambia nyumbani kwako kuzito. Kuzito vipi? Hapa kuzito vipi kwani? Anasema anaoyaona yeye, mimi siwezi kuyaona. Mbona imekuwa sana ghafla leo Jida? Kwa maana nishazoea mimi ndo nawaita nyie, ila sio nyie kuniita mimi. Una nini? Umi mtukufu wangu, leo nimeamua kuja peke yangu kwa sababu Sapna simuelewi, na lengo la kukuita hapa nilikutana na mzee mmoja na nikamchunguza, nikagundua kwa kwake anaishi na kitu kizito sana bila yeye kujua.